Maajabu matano na ishara ya Kalunguyeye. Siri za kheri na baraka zinazotokana na mnyama huyu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nachukua fursa hii ya kuweza kukukaribisha kwa mara nyingine tena katika mwendelezo wa madarasa yetu kupitia channel yetu hii ya Dimo TV. Kama ni mara yako ya kwanza, basi usisahau kusubscribe ili uweze kupata mwendelezo wa vipindi vyetu vingine. Kila tutakapokuwa tukiupload, basi unaletewa taarifa au unapatiwa ujumbe. Vile vile na wewe kama ni mshiriki mzuri wa kufuatilia madarasa yetu, basi chukua nafasi na fursa ya kuweza kulike video hii na vile vile kushare video hii ili iweze kuwafikia watu wengine nao wapate kujifunza masuala haya ya tiba hizi za asili. Darasa letu la leo nitapata kukuelezea faida 5 na maajabu matano yanayotokana na mnyama ambaye anaitwa Kalunguyeye au mdudu ambaye anaitwa Kalunguyeye. Kalunguyeye ni kiumbe anayetambulika katika mila na imani za watu wengi. Mara nyingi kuonekana kwake hubeba ishara au ujumbe wa kiroho. Leo tutajifunza maajabu matano na ishara zake ambazo watu wengi huthibitisha jambo hilo. Maajabu haya matano kwa kutokana na mnyama huyu, utapata kujifunza mambo mengi sana ambayo yaliyofichikanika. Na hii kwa wewe itakuwa imebeba kama ishara au dalili ya nini au ni kipi ambacho kitakachokuwa kikutokea iwapo utakapokuwa umemuona au umekutana na mnyama huyu. Hili ndilo somo letu la leo. Kaa kwa kutulia, sikiliza mwanzo wa darasa letu mpaka mwisho wa darasa ili uweze kupata kujifunza walau kitu kwa kupitia somo letu la leo la mnyama huyu ambaye anaitwa Kalunguyeye. Maajabu ya kwanza kwa mnyama huyu, iwapo kama atakuwa ana tabia au desturi ya kuingia katika sehemu yako ya biashara. Anaingia labda dukani kwako au anaingia sehemu ambapo wewe unapofanyia biashara. Unamuona yule kiumbe, unamuona huyu mdudu ambaye ni Kalunguyeye anaingia katika sehemu yako ya biashara. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba biashara yako hiyo itafunguka. Maana yake biashara yako hiyo itafunguka na vile vile itakuwa ni dalili ya wewe kupata uvuto wa wateja katika hiyo biashara yako. Na vile vile biashara yako hiyo itamiminiwa riziki kwa wingi sana. Na vile vile zitajaa baraka nyingi sana katika hiyo biashara yako. Haya ni maajabu ya kwanza au ni dalili au ishara ya kwanza iwapo mnyama huyu anapoingia katika sehemu yako ya biashara. Maajabu ya pili ya mnyama huyu au ishara ya pili ya mnyama huyu ambaye anaitwa Kalunguyeye. Iwapo utakapokuwa upo njiani, atakapokukatizia mbele yako, labda unakwenda sehemu fulani, aidha kuomba kazi au aidha kupeleka taarifa zako za kazi ili uweze kupatia hiyo kazi, au vile vile labda unaenda katika safari yako, lakini hiyo safari yako ni kwa ajili ya jambo fulani lenye mafanikio kwako wewe. Au hiyo safari labda unakwenda kutembelea ndugu, kutembelea jamaa, ili mradi uwe katika mzunguko wa kitu fulani hivi. Basi ufahamu akikukatizia kwa mbele, huyu mnyama Kalunguyeye akatokeza akakupita kwa mbele ukamuona, basi hiyo ni dalili kwamba safari yako hiyo unayokwenda itakuwa ni safari yenye mafanikio na baraka nyingi. Na vile vile hicho unachokiendea kwako wewe basi kitafanikiwa. Kama ilikuwa ni safari ya wewe kwenda kuomba kazi mahala, au aidha ulikuwa unaenda labda kumtembelea mtu, au umeenda kumfuata mtu kwa ajili ya wewe labda kuazime kitu fulani kama fedha au kitu chochote chenye thamani, basi fahamu kwamba katika hiyo safari yako basi itakuwa ni safari yenye mafanikio. Bimaana utafanikiwa katika hiyo safari yako. Fahamu haya ni maajabu ya pili au ni ishara ya pili iwapo utakapokuwa umekutana naye njiani mdudu huyu ambaye anaitwa Kalunguyeye. Maajabu ya tatu, mdudu huyu atakapokuwa akimtembelea mama mjamzito au akawa anazunguka katika yale mazingira ambayo mama mjamzito yupo katika mahala hapo, basi yule mdudu akawa anapenda kutembelea katika hayo mazingira
Na kuna kipindi vile vile huwa mpaka anampita katika miguu yake au anamzunguka. Nini ishara yake? Iwapo mdudu huyo atakapokuwa akimtembelea mama mjamzito akawa anamzunguka labda, au akiwa anamsogelea mama mjamzito, ishara yake ni nini? Kalungu yeye anapomjia mama mjamzito, ishara yake ni kwamba mama huyo mjamzito atajifungua kwa amani na salama. Umeelewa? Atajifungua kwa amani na salama, kwa sababu mambo ya kujifungua kuna vitu vingi sana vinavyojitokeza, vingi sana, sio vya kusimulia. Wengi tuna shuhuda hizo na tunafahamu nini kinachotokea pale mtu ambapo anapoenda kujifungua. Kwa hiyo ishara hii ni dalili ya kubeba ujumbe kwamba mnyama huyu atakapomtembelea mama mjamzito, basi huyo mama mjamzito itakapofika kile kipindi cha yeye anataka kwenda kujifungua, basi atajifungua kwa amani na salama kabisa, pasina matatizo ya namna yoyote yale. Na vile vile ishara hii ikaenda mbali zaidi juu ya kufasiri hili jambo kwamba huenda mama huyo mjamzito akajifungua mtoto mwenye jinsia ya kiume. Umeona, akajifungua mtoto mwenye jinsia ya kiume. Hii ni ishara au ni maajabu ya tatu kwa kutokana na mdudu huyu ambaye anaitwa kalungu yeye. Ishara ya 4, mdudu huyu akiwa ana mazoea ya kutembea katika nyumba, yani akawa anaingia nyumbani kwako mara kwa mara, anatoka anaingia, na huenda vile vile akafanya hata makazi akawa anafanya makazi kuja hapo nyumbani kwako, akawa anakaa anazunguka humo ndani. Nini ishara yake? Nini tafsiri yake? Kalungu yeye akionekana akitembea ndani ya nyumba yako ni ishara ya kufungukiwa riziki na baraka, na vile vile kupata ugeni wa kheri kwako wewe. Sawa, ukiona kalungu yeye anatembelea ndani mwako, anatembelea ndani ya nyumba yako, basi ni dalili ya kufunguka kwa riziki, ni dalili ya kuweza kupata baraka nyingi katika nyumba hiyo, na vile vile kupata ugeni wa kheri katika hiyo nyumba. Hii ni ishara au dalili ya mnyama huyu au mdudu huyu kalungu yeye anapokuwa anatembea au anapokuwa anakuja ndani kwako. Ishara ya 5 nayo itakuwa ndio ya mwisho katika somo letu la leo. Mdudu kalungu yeye au mnyama kalungu yeye anapokuwa anatembea katika nyumba iliyokuwa na mgonjwa, au anaingia katika kile chumba alichokuwa mgonjwa, au anamtembelea mgonjwa, anakwenda karibu na pale alipolala au alipokaa yule mgonjwa. Nini ishara yake? Nini tafsiri yake ya hili swala? Kalungu yeye akionekana anatembea karibu na mgonjwa, sawa, ni dalili ya kwamba mgonjwa huyo atapona na ataweza kurudi katika afya yake kama aliyokuwa nayo awali. Bimaana atarudi katika afya yake njema kabisa. Ni dalili ya kuimarika kwa afya ya mgonjwa huyo, ni dalili pia ya kupona. Hizi ni dalili au ishara 5 iwapo utakapokuwa umemuona mdudu huyu, kwa sababu mdudu huyu ana miujiza mikubwa sana na vile vile ana maajabu makubwa mno. Yapo maajabu mengi sana yanayotokana na mdudu huyu ambaye anaitwa kalungu yeye, ila leo nimependa nikuletee tu maajabu 5 yanayotokana na mdudu huyu. Hivyo Mungu akipenda, akinipa afya, uhai na uzima, basi siku zinavyozidi kwenda huko mbele nitawaleteeni madarasa mengine ya kutoa uchambuzi kwa kina sana juu ya mdudu huyu ambaye anaitwa kalungu yeye. Ila kwa leo tosheka na ridhika juu ya fasiri hizi 5 zinazotokana na mdudu huyu ambaye anaitwa kalungu yeye. Ila kubwa na cha msingi cha kuzingatia katika somo letu la leo, yani ujumbe wetu wa leo inabidi ambao wewe uubebe, ni kwamba mdudu huyu anatumika sana katika nyanja za uvuto, anatumika sana katika sekta za uvuto. Anahusika na masuala ya baraka, anahusika na masuala ya bahati. Kwa hata unapokuwa umekutana naye, basi fahamu hiyo kwa wewe ni kheri, fahamu kwa wewe ni hiyo ni baraka. Na hata wafanyabiashara wengi waliokuwa wakubwa wanamtumia mdudu huyu kama moja ya sehemu ya kupata uvuto
na bahati katika hizo biashara zao. Kwa tumlinde na tumkinge, maona tusimfanyie madhara yoyote, kwa sababu ni mdudu ambaye anaeleta baraka na uvuto. Na vile vile hata ikiwezekanika unaweza kumchukua na ukamtengenezea mazingira mazuri nyumbani kwako, kumfuga kwa amani na salama tu. Au hata kama ukimwona mahala usimpige, basi unaweza ukafanyaje, ukawa unampatia chakula. Maona, kwa sababu baadhi yetu sisi muda mwingine tunapowaona wadudu kama hawa, basi tunawanyanyapaa, tunawanyanyasa. Hawa wadudu ni viumbe kama ulivyo wewe hapo. Kwa nao wana haki stahiki kabisa za kuishi maisha mazuri kama wewe ambayo unataka kuyaishi, tena ya amani na utulivu. Huu ni ujumbe wangu katika darasa letu hili la leo juu ya kujifunza maajabu au ishara 5 zinazomlenga mdudu huyu ambaye anaitwa kalungu yeye. Una maoni, una maswali, basi usisahau kuacha maoni yako katika sehemu ya comment. Vile vile kama unahitajia tiba za asili, unahitajia visomo vya dua mujarabu kabisa, basi namba zangu za simu zipo hapo katika screen. Chukua namba zangu za simu, nipigie, basi utapata chochote kile ambacho wewe unachostahili. Kama ni dawa za mitishamba zipo tele, na kama ni visomo vya dua vya uhakika, hapa ndipo mahala pake. Kwa leo nishi hapa. Aliyekuletea darasa hili ni mie wako Maalimu Kombo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.